biashara za kwako. Niko na Mwalimu Baraka Mwajeka, yeye ni mwanauchumi. Tutakwenda kuzungumza kwa pamoja hapa kwa ajili ya kuweza kuelimishana kwa kina sana kuhusiana kile ambacho tunakizungumza hapa. Namna safi, uko vizuri kabisa? Mimi niko vizuri kabisa. Umeona kwamba wewe ni mwanauchumi, watu wa uchumi nyinyi, mambo yenu haya, mambo yetu haya, sala biashara, ni fedha. Sawa. Wakati nimeambia kwamba tuzungumza kuhusiana na namna ya kutengeneza wazo la biashara, nikajaribu kutafakari na kuangalia kwenye jamii yetu namna ambavyo watu kwa mtu wa kwanza akilisikia wazo la biashara, nikupe uzoefu mmoja, experience moja. Unaona, mtu anaweza tu akaamka asubuhi akafikiria kufanya jambo fulani, pengine akafanya research kwenye mtandao au kupitia watu ambao wanafanya hiyo shughuli, na akaona kwamba inamlipa na akaingia moja kwa moja kwenye biashara, akaenda kufanya. Naona watu wengi wanafanya hivyo, lakini huo ni mchakato mzima wa biashara. Turudi kwanza kwenye wazo la biashara. Inaweza ikawa watu wanafanya biashara lakini hawajui wazo la biashara, kama wanapitia process ama wapitie. Tuanze hapo kwanza. Tunaposema wazo la biashara tunamaanisha kitu gani hasa? Okay. Tuanze na maana, alafu tutataka kumwelezea wazo la biashara inabidi jikite kwenye vitu gani au wafanyaje, kabla ya kuanza kujua namna kupata wazo la biashara. Tunazungumzia wazo la biashara, tunazungumzia mawazo ambayo mtu anaweza kuyapata ili kutengeneza huduma au bidhaa fulani. Kwa sababu tunapozungumzia biashara, tunazungumzia issue nzima ya mbadilishano wa thamani. Inaweza kawa huduma, inaweza kawa bidhaa. Ile kubadilishana maana yake mimi na fedha natamani kupata huduma fulani, labda ni huduma matibabu, huduma ya kiroho, huduma yote ile. Maana yake kuna fedha ambayo natoa kama sadaka, natoa kama namna fulani. Ile tunaita nini? Biashara. Nikitaka kuchukua kitu fulani kupa kwa mtu mwingine nikipate, nafanya hiyo ndio nini? Biashara. Ndio maana zamani kabla ya kuanza fedha ilikuwa kuna biashara za kubadilishana bidhaa kwa bidhaa, inaitwa barter trade. Sasa hivi kuna biashara ambayo inahusiana na kubadilishana kwa fedha na nini na vitu au huduma. Kuna huduma ambazo tunalipia, kwa mfano huduma za ushauri. Kuna watu ambao wanakuja na biashara zao, mwalimu nataka nielekeze nifanyaje biashara yangu. Namuelezea namna mfumo, namna kupata wateja, namna kupata wazo la biashara, simuelezei bure. Analipia ile huduma. Maana yake nazungumzia nini? Biashara. Lakini kuzungumzia wazo la biashara sana, nataka mtu wa bezi kugundua ni kwamba wazo la biashara ni nini? Wazo la biashara ni wazo ambalo limejikita kutatua tatizo la watu kwenye jamii. Halitokuwa wazo la biashara, na hapa nataja vitu ambavyo viko ndani ya maana yangu kwenye wazo la biashara. Jambo la kwanza, lazima ajue ni watu gani anawalenga. Yaani ili tujue hili ni wazo la biashara au wazo la biashara, lazima liwe na watu clear kwamba mimi hii biashara au kitu fulani nataka kutatua ni kwa ajili ya watu wazee au vijana au watoto. Kwa jambo la kwanza, na clear segment ya customer ambao anataka kuwafanyia hiyo biashara au kusolve tatizo. Nishakwambia biashara ni solution. Unapo bring solution au utoa solution kwa jamii, watu wanakulipa actually. Lakini jambo la pili, lazima ajue kabisa, je, ni mambo gani ambayo yanaumiza watu. Baada ya kujua kuna masuala mazima ya watu ambao anawalenga, lakini kuna wale watu wanasema pain, frequent pain. Je, ni mambo gani ambayo yanaumiza watu mara kwa mara, au ni mambo gani ambayo yanahitaji haraka zaidi kurekebishwa kwenye jamii au kusaidiwa. Lakini jambo la tatu, jambo gani ambalo watu wako tayari kulipa. Yaani kuna wazo useme hili wazo la biashara kati watu wako tayari kulipa. Kuna vitu vingine vikitengenezwa kwenye jamii watu wanakulipa, kuna vitu vingine hawezi kulipa. Mtu huyo anasema hili ni wazo langu la biashara, lazima pia azingatie sifa kwamba watu wako tayari kulipa. Lakini kama watu wako tayari kulipa, maana yake bado sio wazo la biashara. Lakini kitu kingine, lazima pia ajue kabisa kwamba analeta utofauti gani. Utofauti ambao unaleta wewe, ndio strong differentiation, kwamba mimi nachokileta kitu changu ni aidha labda naweka delivery nzuri, au naweka mfumo mzuri, au naongeza mawasiliano fulani. Maana yake tuna vitu vingi katika kupata wateja na kuhudumisha wateja. Unamvuta mteja kwako, lakini mteja ili aweze kudumu kuna vitu vingi wanabidi kufanya pale. Labda unaweza kuna watu wengine umeenda mbali na kufanya packaging vizuri, lakini pia mteja huyo wanamtumia na message baadaye.
asante kwa kununua bidhaa yetu. Mtu huyu si amepata, mtu huyu wakati anapata huduma ya huku na sehemu nyingine ni tofauti, na ndio maana kama mteja lazima pia ajue psychology ya wateja. Sasa kuzungumza hapo, lakini nimegusia tu. Lakini kitu kingine cha kuzingatia, lazima aangalie sehemu gani itampa faida. Margin, tunaita margin. Faida. Hilo wazo itakuwa faida. Mtu anaamka leo anamwambia mimi nataka, nimeshasikia kwenye mtandao kwamba biashara matikiti inauza sana. Biashara matikiti inauza sana, umesikia? Na how sure yani kwamba una uhakika gani kwamba biashara inauza nani? Je, watu wanahitaji kwenye jamii ulio, kwa sababu katika kila jamii kuna aina ya matatizo ambayo wako nayo ambayo yanahitaji kusolve. Je, uko kwenye katika jamii hiyo? Na ndio lazima angalie, je, lina faida hilo wazo lake. Lakini pia lazima angalie uhitaji unaojirudia, uhitaji wa watu unaojirudia. Hizo ni sifa ambazo ziko katika maana ya wazo la biashara. Sasa wazo la biashara limeshapatikana na mtu labda amekidhi hizo sifa ama hajakidhi sifa, lakini kwa yeye anaweza akaona. Nataka kwanza tuone kwa wewe, kwa utaalamu wako, mtu akaja na wazo la biashara, unadhani wazo lipi akilileta unaona kabisa kwamba hili haijakidhi sifa, ama wazo hili linakuwa kuna kitu fulani kimemisi hapo? Mtu akija kwako kwamba mimi na wazo hili na cha kwanza kabisa unakiangalia kitu gani? Jambo la kwanza lazima niangalie amelenga watu gani. Yaani wazo ambalo kwanza anawaza nini, kwa maana ya wazo, watu aliowalenga kwa maana ya watu sasa ambao anaenda kuuzia, lakini sababu gani imemfanya afanye biashara? Sasa sababu ziko nyingi, maana moja ya sababu ni faida. Kama anafanya hii biashara mbali na kwamba anapenda kufanya, lakini faida. Kwa hiyo lazima alenge maneno matatu: ajue watu, naita who, ajue why, sababu, lakini pia ajue targeted audience ambao amewalenga watu husika, sababu, lakini pia ajue pia kwa nini anafanya sababu, lakini pia ajue how anafanya hiyo biashara, ni njia zipi anataka kufanya biashara. Kwa sababu huwezi kusema kwamba nina wazo la biashara kama hauwezi kujua watu, huwezi kujua unafanyaje hiyo biashara hao, lakini kama huwezi kujua kwa nini unafanya. Ni rahisi kwa mtu kuelewa. Kwa mfano umezungumzia kilimo cha matikiti ambacho kimeshawaliza pia watu wengi na mtu sasa anasoma kwenye mtandao, anaona kuna ufugaji wa kuku, labda anaona ufugaji wa kuku ulivyo. Sasa mtu anakuja na wazo kwako, anakuambia kwamba mimi nina wazo hili na hili na hili na hili. Alafu wewe kwa mtazamo wako unavyoona hichi kitu ni kama vile hakitokwenda kumnufaisha au hakitokwenda kumpa faida mtu ambaye anaikusudia. Unatumia mbinu gani kumwelimisha akuelewe na aweze kubadilisha ile wazo? Jambo la kwanza hapo tunaenda kwenye mentorship moja kwa moja, kwamba huyu mfanya biashara hajia tu na wazo, nataka pia nimsimamie, hakikisha ana validate au anahakikisha anathibitisha hili ni wazo au sio wazo. Jambo la kwanza tunampa siku karibia 7 hadi 14, wiki 12, yaani maana wiki 2. Na hizo siku 7 kama ataenda haraka kwenye vile vitu ambavyo nitamuelekeza, au anachukua wiki 2. Jambo la kwanza kwenye hiyo wiki 1 au wiki 2, jambo atakalofanya lazima afanye interview, afanye mahojiano. Mahojiano, anahojiana na watu na sio chini ya watu 10, watu waliowalenga. Lakini nazungumzia watu waliowalenga kwamba na biashara yangu nataka nifanye, watu waliowalenga ni vijana, nataka nifanye hapo hao vijana. Mfano kuna mdada mmoja alikuja na wazo la kuuza pedi kwa watoto wa kike hasa wanavyuo. Ile wazo lake alivyolileta, ndipo kwanza kuangalia audience yake, watu gani ambao wanalenga. Nikabidi nimpe kwanza, okay, kabla hujaanza hii biashara nenda kauliza wanauhitaji. Ndio akaenda kufanya interview, akauliza ndio wanauhitaji, wanazipata wapi? Yaani wakati kabla wewe hujaanza hiyo biashara, yaani anayefanya biashara mwingine ni nani? Akundua wanafuata mbali. Akasema maana utakuwa umerahisisha kitu fulani tofauti, maana kumwapelekea kabisa moja kwa moja. Maana okay, ameshaanza kufanya interview. Jambo la pili la kufanya, lazima afanye apate ndio pre-sale, apate order. Wangapi wanahitaji? Ni bidhaa ya wangapi? Yaani sio hiyo kabla nienda kufanya biashara. Hizo biashara nimeuliza watu, nimegundua watu wana kitu na kitani. Fanya order, nenda pre-sale. Kwa lazima uende uulize jana nataka order ngapi?
nataka labda full 10. Pata zile pieces kwa sababu unaweza utapata hela ambazo watu walianza na mtaji wote. Ili ndio inakupatia kwao wenyewe kwa sababu sasa utakupa hela wamekuamini na unaenda kuchukua ile mzigo unapata faida yako hapo unajenga na mtaji kabisa. Lakini jambo la tatu ambalo namwambia mtu lazima atest channel, lazima ajue ni njia zipi nawafikia wateja wao. Je, nawafikia kwa njia ya WhatsApp? Nawafikia kwa njia ya mitandao ya kijamii? Maana kuna wateja wengine wako mitandao kwenye WhatsApp ataweka status. Wengine hapo kwenye Facebook kuna sehemu inaitwa market. Kwenye Facebook kuna kitu kinaitwa marketplace. Sehemu ya wafanyabiashara waweka vitu. Wafanyabiashara wengine hawajui. Unaweka vitu vyako watu wa Facebook wanaingia na viona. Lakini pia mwingine ataona hapa na wewe niweke Instagram, na atafanya video short clip anaelezea bidhaa yake. Watu watahitaji kule. Kwa lazima test channel ipi ambayo inaweza kuwa bora kuwafikia wateja wake. Lakini jambo lingine inabidi afanye kufanya kufuatilia. Kufuatilia hapa tunasema kwamba lazima aangalie, je, hiki kitu ni kitu ambacho kinapendwa na watu, yani interest ambayo inajirudia mara kwa mara, au ni kitu ambacho ni cha msimu. Nimetest channel lakini lazima niangalie kitu kinahitajika katika muda gani. Lakini jambo lingine tunaita refine hapa sasa tunazungumzia kuweka package yako nzuri. Nimeshaanza biashara manake package yako nzuri ambayo inaonyesha kila ambacho nakiuza. Lakini sio package tu, bei. Wateja wengi, wafanyabiashara wengi wanachemka sana kwenye kuweka bei. Wanachemka. Wanadhani labda kuweka bei unaweza unafikiria kwamba leo 500, hapana. Kuweka bei ni kitu kingine tofauti ambacho ni kikubwa kabisa. Lakini jambo lingine lazima ajue kufanya delivery kwa watu. Sio wote ambao watafika kwa mahali ulipo. Delivery, lakini kitu kingine lazima angalie message za kuwatumia wateja wake. Kwamba jamani mzigo mpya umeshatoka. Na sasa hivi umerahisisha sana WhatsApp, kuna sehemu ambapo text many people, unaweza kuandika message moja kwa wateja wako 1000 wakati mmoja. Tuna ni mara 35 kwa mwezi mmoja. Mara 35 kwa mwezi mmoja anaweza mtu anaweza kutuma kwa message kwa watu. Message moja kwa wakati mmoja anaambia mzigo umeshafika au asanteni kwa kununua bidhaa yangu. Anaongeza value kwa wake. Lakini jambo lingine sana mwisho anamwambia sasa invest kwa ukubwa. Hapa sasa anaanza kuinvest kwa ukubwa tofauti na angeanza tu. Sasa hii process nzima niyotaja hapa ambapo nimesema jambo la kwanza lazima afanye interview, jambo la pili afanye pre-sale, jambo la tatu afanye test channel, jambo la nne track, jambo la tano alifanya, jambo la sita invest. Sasa kwenye mpaka anafika kwenye kitendo cha kuinvest sasa hapa anaweka hela yake. Wewe usiweka mtaji ni kitu ambacho hujakitest. Baada hapo taangalia anaajiri watu je? Hapa anaweka kodi, hapa labda anaongeza mzigo stock. Sawa. Katika uzoefu wako nadhani mawazo mengi ya watu wengi, mawazo mengi ya wafanyabiashara wengi ambao umeshakutana nao na unavyoyaona, unadhani yanakosa kitu gani hasa wakiwa wanaanza biashara zao? Kiuhalisia tumeenda mbele lakini nataka nirudi nyuma kidogo. Sawa. Tumeenda mbele lakini natamani mtu anielewe kwa mwanzo. Sawa. Kuna vitu nataka hapa ni vitaje vya msingi mtu anapaswa kujua. Hapa namuongezea ujuzi sasa anapoendelea kutafuta ile wazo la biashara. Hapa nimtajia zile process baada ya kujishauri wazo la biashara. Jambo la kwanza, malalamiko ya wateja. Zingatia hili, mfanyabiashara anayesikia sasa hivi zingatia hili. Malalamiko ya wateja yako wapi? Maana wazo la biashara zuri best utalikuta kwenye malalamiko ya wateja. Kuna wafanyakazi fulani wa staji hiyo hoteli yenyewe. Ilikuwa ni kwamba huyo bosi wa hoteli akipika chakula wateja wanakuwa wengi sana na wanaenjoy chakula chake. Akiacha kiwango kingine akapika wengine wateja wanaondoka. Chakula kibaya kizuri na nini? Sasa kaniuliza shida ni nini? Ni difference hapa ni ipi? Bora mimi nikipika mwisho wa siku yeye ndio bosi, yeye ndio mpishi. Anapika na wateja wanakuja wengi. Kwa nini? Kwa sababu kuna malalamiko. Watu wanalalamika hiki chakula kiko vipi, sikimu kuna chumvi, sikimu imefanyaje. Sasa yale malalamiko yote yale mtu mwingine akiasikia na mguu nirekebishe wapi? Hapa nikirekebisha hapa maana yake nawapata wateja wa aina hii. Na malalamiko ya wateja yanaweza kumfanya mfanyabiashara kugundua hapa nawekeza biashara gani. Wazo gani alipata kwenye malalamiko ya wateja hao wanaolalamika. Lakini jambo lingine lazima angalie market gap. Nataka kwamba je, kuna nafasi gani katika soko? Nafasi gani katika soko? Na hapa tunazungumzia kwamba kama kuna utoaji mbaya wa biashara wa huduma
hamna customer care. Kuna mali nienda kula kwa nikela sana. Unakaa na sawa ya kuuza chochote. Hebu kama subiri. Wazunguka. Sasa ndio kukaa. Unagundua hii shida hii, mtu mwingine akiona hii biashara tayari. Kwa sababu unagundua hii shida ya watu. Hata kama ukioda jana naomba para la chips yai. Angalia umbe na utumia na chips yai. Unauza chips yai. Bwana sorry. Umeona hiyo shida ni kwamba kuna utoaji mbaya wa huduma. Niweza kutumia muda mrefu au anatoa vibaya. Yaani kuna mwingine anatoa muda mfupi lakini chakula kieleweki au bidhaa fulani ieleweki. Kuna huyu mtu alianzisha KFC, nilikuwa nasoma historia yake. Anaitwa Harlan Sanders. Yeye alichokifanya bwana, yaani kitu kidogo sana. Ni kuku hawa ambao wanakaangwa tofauti. Sema yeye alichokiongeza ni kwamba aliongeza mimea 11 ambao mpaka leo ni siri hajawahi kuitoa, ambao ni viungo ambavyo kwenye ile kuku yake. Leo ikienda KFC ni kuku tofauti na kuku wengine. Kichotokea ni nini? Ni kwamba huyu mtu aliangalia kwenye soko, ndio na kuku wauza kuku ni wengi, nafanyaje? Kwanza alianza mwenyewe kauza. Ilikuwa ni sehemu ya karibu na, ilikuwa ni sehemu anauza mafuta wanauza gesi. Aliweka pembeni hapa afanye biashara hiyo, lakini okay, wanakuja kununua gesi, siwezi kuweka biashara fulani hapa kwa kuku. Watu ambao wanapenda wao wanakuja kununua pale, wanaweka wafanye huduma hii, wanachukua na kitu kingine pale. Kwa akapenda, akajifikiria, akaona alalamika, anasema yaani wewe unatuuzia ndio kuku wazuri, lakini natumia muda mrefu. Tunakaa muda mrefu kwa njaa zinaisha. Sasa tunafanyaje? Inabidi aongeze speed. Waona hicho kitu anachofanya? Anauliza, vipi jamani? Muda mrefu nafanya vizuri. Mtu asiye akapunguza mpaka zikawa dakika 15. Leo hii ana mifumo mingi, ana mashine nyingi zipo ambazo kienda pale ni faster, kwa sababu kuna sio wateja ambao hawapendi kupoteza muda kwenye eneo. Sasa hiyo ni ya pili. Ya tatu, lazima angalie vitu vinavyo trend. Vitu gani vina trend? Hii moja ya kitu ambacho wameiweza sana watu wanafanya nini hizi content creators. Wazungu kuna kitu fulani kimenena labda na rais, kimeongelewa na kitu fulani maarufu, wanatembea nacho hicho. Labda kauli fulani. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja anataka kuangalia trend inayoendelea. Je, ni kitu gani ambacho kina trend? Kitu gani ambacho labda tabia mpya hiyo ilitokeza? Baada ya muungano ilikuwaje? Kuna biashara zilitokeza baada ya muungano. Je, baada ya uchaguzi ilikuwaje? Kuna biashara zilitokeza baada ya uchaguzi. Maana kuna vitu vipya vimetokea, lifestyle mpya, labda kuna vitu fulani, teknolojia iliyoongezeka, inataka mtu aweze kuwa mtu ambaye anaweza akapata kitu fulani ambacho kinaweza kumpa yeye biashara nzuri. Lakini pia kitu kingine, matatizo ya jamii ya kawaida. Inaweza kuwa matatizo ya usafiri, ya maji, ya afya. Leo hii nimeona Dawasco wanagawa maji direct kwa nyumba za watu, tanki 15,000. Sasa ikafikia jamani wana akili sana. Yaani mbali na kwamba wana bomba za maji, lakini maji yakikata, sasa mpaka niuliza, maji yanakata ndio wanasema, lakini pia wanaenda kwa kilo sehemu zile ambazo maji hajafikiwa nauza kule ndani. Ndio watu wenyewe sana wanamfuata mtu kule alikokuwa na angalia tatizo gani lipo, kama na maji, la afya. Mtu anaweza kaangalia katika mazingira kama hayo akapata biashara nzuri. Kuna mtu mmoja alinifuata akawa ana mpango kuanzisha pharmacy. Kwa nini? Amesomea pharmacy, akawa ananiuliza nianze biashara au nifanye career yangu. Mwambie bwana, career ni nzuri kwanza. Kile ambacho uko nacho anza na hicho. Acha kupambana na vitu vipya ambavyo hujavianza. Lakini kitu kingine lazima uangalie kitu kingine ambacho cha msingi hapa, ambacho ni makundi sana nizungumza la customers. Je, ni watu gani ambao mnawalenga? Wanawake, vijana, watu wa nje, wafanyabiashara wadogo, watu wa shuleni au mazingira? Tunazungumzia industry. Ni mazingira ya shule, ni vijana, ni kliniki, ni watu wanatoka nje na vitu kama hivyo. Lakini pia jambo lingine, angalie ujuzi. Ana ujuzi gani? Kwa sababu wazo la biashara inaweza kutoka kwenye ujuzi wa mtu binafsi. Amesomea labda education, basi afanye, angalie kwenye education anza kufanya kitu gani. Amesomea udaktari, aanze kwenye udaktari. Hapo kuna watu sasa wanatengeneza mikate, kasoma hapo hizo nutri health, ambayo wanazungumzia masuala mazima ya nini,
ya virutubisho. Wanatengeneza mikate sasa hivi, wametengeneza biashara kutoka kwenye skills au ujuzi ambao wameupata. Lakini kitu kingine naangalia ushindani. Je, kuna udhaifu gani katika ushindani wa bidhaa fulani au biashara fulani? Kwa mtu anaweza kaangalia kama kuna slow delivery au kuna low quality au kuna no follow up. Tukizungumzia slow delivery na kuzungumzia ufikiaji unamfikishaje mteja mzigo wake au bidhaa fulani. Lakini unazungumzia low quality na ubora mdogo wa bidhaa. Kuna ubora fulani wa bidhaa au ubora mdogo wa bidhaa, unaweza kujua hapa nadhani nikatengeneza wazo fulani na biashara. Tuna mikate mingi sana, kwa mfano mikate mingi sana Tanzania, lakini mkate pendwa ni Superloaf. Why Superloaf? Kwa kaangalia mkate mwingine mkavu, mtu akila tamkana. Sasa tunafanyaje kwa mtu ambaye hana maji, hana juice? Kutengeneza mkate laini, wakaongeza bei. Issue sio bei. Yaani watu hawazazi swala la bei. Watu wanachowaza ni kwamba wanapata bidhaa bora. Kwa hiyo ipo tu, ila unatoa nini kwa watu kinaamua kupe hela kiasi gani. Kwa kitu kingine na ufuatiliaji mbovu, kwa sababu unazungumzia ufuatiliaji mbovu wa wafanyabiashara kufuatilia wateja wao. Mteja amekuja siku moja wanampoteza. Wanaacha kumwambia, kumkaribisha, kumfanyia customer care. Kwa kisha ni mambo huyo mtu mpaka aseme hapa nikitaka kitu fulani narudi kwa mtu fulani. Nikitaka kitu fulani narudi kwa mtu fulani. Hii vitu vyote nilivitaja inaweza kumsaidia mtu sasa kujua okay, nafanya nini? Napata wazo. Unapata wazo kwenye haya mambo ambayo nimeyasema. Nitajua kama wazo langu la biashara limefanikiwa ni baada ya kuanza na kuona matokeo ama kabla ya kuanza nikikamilisha hivyo vigezo. Yaani kwa wako sana natoaga ushauri kwamba mtu lazima awe na mitaji mitatu. Mtaji wa kwanza sio kutegemea. Kwa sababu mtaji wa kwanza unafanya pre-order, umwambie walete wataka vitu fulani. Kuna watu wanakuambia utuletee tu, hawajatoa hela. Naona kwa sababu tunaanza unalipa hela yako, anamwambia wanaume ndio hivi. Hata sina shida navyo. Wewe unachukua mzigo kweli. Tulete. Yaani wana emotions sana. Leta. Unaleta. Nishanunua. Msizaleta. Kwa mtaji wa kwanza wewe usiinvest sana. Unasema kabla mtu aje kwa ukubwa lazima awe makini kufuatilia yote. Kwa mtaji wa kwanza sio kutegemea. Mtaji wa pili pia. Mtaji wa kwanza ukifeli unapata ujuzi. Ndio maana mfanya biashara anaanza biashara anazira baada ya kufeli, sio mfanya biashara. Kuna mtu mmoja huyu mkutana naye kabisa. Kijana mmoja alianza biashara ya kuku. Kisha ana mudi kweli. Akasema kuku sasa. Shika ukachukua kuku zake wa kutosha. Hela ndefu. Ndio hata anafanya biashara. Ufanye biashara ambayo hujui. Biashara yenyewe hujui bado. Anaanza ameshachukua kuku wake kaenda kuwatandaza bado. Acha ondodee. Kaweka bado. Alizira meza ikaibiwa. Yeye sasa sifaita biashara. Hakuja tule. Tunafundua tu. Sasa kauza. Sasa na mtu hivi. Wewe unafanya biashara. Ukainvest hela yote imeisha. Kwa baadaye sasa wasio kauza tule jamani. Tusichelewe. Akala kweli. Wakala zote. Akaibiwa meza, akaibiwa jiko lake, akawa empty. Nikaanza, so unafanya biashara na sifani bwana, na ndio usifanye biashara. Fanya biashara akataji tamaa. Imefeli ya kwanza, lazima niangalie nimefeli wapi. Okay. Kuku wangu niliweka pale nzi. Sasa nafanyaje? Kwa lazima apige hesabu angalie makosa yake yote. Mwisho wa siku atagundua. Mtaji wa pili pia sio kutegemea sana kwa sababu ni mtaji wa kusisaisha makosa. Ni mtaji wa kusisaisha makosa yako uliyofanya. Na wewe unaweza kuboma. Watatu ushasaisha makosa unajua tayari watu wangu ni watu gani na ni walenga ni watu gani, kwa nikienda moja kwa moja hapa nikainvest hela yangu ati siwezi kuwa na wasiwasi kwamba hela yangu imepigwa au nimefanyaje. Nilikuwa msikiza na kwa sema jioni fulani na jamaa mmoja ambaye ni mfanyabiashara, ambaye ni millionaire of course. Anaitwa somebody Mwokozi kama sikosei. Akawa anasema yeye ana kiwanda chake kimoja kipo Manyara. Akawa anasema kile kiwanda chake cha 50
Yani katika viwanda ambavyo wamevianzisha zile failure zake zimekuwa zaidi ya 50. Yani baada ya kuja kujenga kile kiwanda kuna viwanda vingine chini hapa alishavianzisha ambavyo 49 vilikuwa vina failure vyote na zote zimekuwa hasara hizo. Anafeli lakini bado anasema tena mpaka amekuja kuwa miongoni mwa wafanyabiashara ambao TRA wenyewe wanatazama, yani katika wafanyabiashara ambao walipa kodi wakubwa Tanzania naye yupo. Lakini ukiangalia mchakato ambao ameanza kufika pale sio mchakato mrahisi kidogo, amepitia kwenye magumu mengi. Nakumbuka unasema kwamba ukikata tamaa kwa mfanyabiashara wewe sio mfanyabiashara. Kwa sababu kuna vitu vingi sana kwenye biashara yani ambavyo mtu lazima ajue. Maskini yoyote, ukiona maskini nani? Maskini ni mtu anayeanguka kupata hasara. Ukiona mfanya biashara anaanguka kupata hasara, huyo so tajiri kabisa. Kwa sababu kuna wakati inabidi take risk kupata kitu kikubwa unachokitaka. Lakini wakati wa risk pia ujue hii risk itanipa hasara. Lakini pa hasara nafanyaje ili kuweza kurudi tena kwenye position. Kuna mtu anaitwa Thomas Edison. Thomas Edison mpaka ametengeneza hizo balbu alifeli mara 999. Ile 1000 ile ndio taa inawaka. Inakubali. Sasa ujifikirie hii mara 999 mwanga ilikuwaje? Mpaka 1000 exact ndio taa inawaka. Na hata nilikuwa nimekata mara ya kwanza. Ndio mara 900 sio kitu kidogo, ni mara nyingi sana. Unaona? Kuna kina Isaac Newton wanashinda barabara tu. Yaani huko maabara wanakaa kule. Jamaa wewe alichofanya hadi afya. Ni mali kwa hali. Akisha ile kitu kimekomaa mpaka leo na Newton's first law of motion. Jamaa alikaa pale akafikiria, hivi kwa nini ukiingia kwenye gari ukiruka chini hivi usipotangulia mguu wa mwili unaanguka? Akawa alifikiria maswali kama hayo. Wewe kinatokea nini? Mbona gari hivi, kwa nini gari kiminya brake unaenda mbele ghafla alafu unarudi nyuma? Kinachotokea pale ni nini? Mtu anawaza hayo maswali. Mfanyabiashara yote asiyewaza, mtu yote ambaye haumizi akili kufikiria vitu. Leo hii watu wanalipa sana, sio watu wanaotumia nguvu. Wanatumia akili nyingi. Leo hata kwenye makampuni kuna mtu kwenye kompyuta amekaa pale asubuhi akaa anawaza biashara gani. Yaani kuna watu wanasubiri wauze baada ya amekaa kwa pesa anafanyaje? Ice cream. Ice cream zinaanza kutengenezwa mpaka kuna mtu unamwona na kibegi barabarani anazungusha. Lakini kuna mtu mmoja ambaye kafikiria biashara gani ifanye. Kwa anavyomiza kichwa ndio biashara zinazidi kuzaliwa nyingi. Angekaa kimya anasema anyway, leo hii unaweza kupata bidhaa ziko nyingi, mtamuuza na extra so nini anaweza kitu kingine sio nini sio nini moskiberiti sio kinini. Anakwenda anafanya vile, anafikiria, anawaza muda mrefu. CEO kisikia CEO wa kampuni hafanyaji kazi ngumu, yeye kazi yake ni kuwaza na kudirect watu. Okay, biashara fulani tunabadilisha mfumo. Haya, naomba nyie hapo ambao mko mnauza, watu wa marketing na watu wa sales ni tofauti. Sikusia marketing na sales ni tofauti. Watu wa masoko na watu wa mauzo ni tofauti. Ni mtu wa masoko ni ana-attract watu waje, afu mtu wa mauzo ni anasababisha mteja aliyekuja anunue. Yaani sio mteja tu aje dukani aondoke amenunua, ndio watu wa sales. Marketing ndio tangaza, yani kweli biashara nzuri anjoeni wanakuja. Mtu sio marketing anaenda kuuza, anakuja mtu mwingine pale. Sasa kazi yake ni kudhibitisha kile kilichosema. Kwa bidhaa hii ni nzuri. Sawa. Nzuri napendeza na itumie, fanye ichukue. Mteja anakuja kuchukua. Maana yake wanagawana. Kwa mtu huyu lazima akae makini na pia anashauri afanye biashara. Kuna fanya biashara wengine anaanza biashara ndogo tu, afu naeka mtu. Ndio boss. Ndio boss bado. Hiyo biashara mpaka uje improve. Ndio maana tu nawapa mnawapa muda at least ikipungua sana miezi 6 hadi mwaka mmoja, fanya mwenye biashara. Kwa sababu ni uchumi wa biashara hiyo. Ni mfanya biashara aliyeanzisha. Lakini ukijua mifumo yako ya fedha iko hivi na walipaji hawa watu, nafanyaje faida na invest nini? Hapo mtu akijua hiyo vitu. Ndio maana pia tunashauri kuna mfumo unaitwa Uza Digit. Ule mfumo ni mfumo ambao mteja mfanya biashara analipia 20,000 kwa mwezi. Unamuonesha kila kitu, process mbalimbali pale. Mtaji wake, faida yake, wateja wake wangapi wamenunua bidhaa,
wangapi wajanunua, inasajili wateja wako. Yaani wateja wako unawatumia hata message wewe mwenyewe. Kwa lazima unajua na matawi mazao. Kaza labda nimaanisha matawi Manzese, tawi liko Manyamala, tawi liko wapi? Yanakuwa matawi pale. Tawi hili inaingiza shilingi ngapi? Tawi hili inaingiza shilingi ngapi? Watu wako wangapi? Bidhaa gani imechukua muda mrefu kukaa hazijatoka unajua. Na kuna bidhaa ambazo zinatoka haraka na bidhaa ambazo zinatoka haraka. Na kama mfanya biashara zinaona bidhaa mbili. Kuna bidhaa ambayo inatoka haraka na commodities ambayo wenyewe inauzika kila siku, kama maji, mafuta, vitu ambavyo vinatumika kila siku. Alafu kuna bidhaa ambazo zinachukua muda mrefu, kuna ni kuuza. Sasa inaochukua muda mrefu kuuza zinakuwa na faida kubwa kwa sababu ni mzigo mkubwa, lakini zile ambazo zinachukua muda mfupi inakuwa na faida ndogo, ila ni faida nyingi ambazo unaziingiza sawa sana zinazozidi kuendelea. Kwa mfanya biashara katika vyote hivi anavyofanya hivi, katika mawazo yake yote ahakikishe ni kwamba anathamini issue nzima ya mfumo wake wa biashara. Bila kwa sababu sasa hivi mambo yamehama kutoka kwenye kuweka hela kwenye mfuko kwenda kwenye mfumo. Itakuwa ni vizuri zaidi unambana huyu mfanyakazi asitumie hela yako vibaya, kwa sababu unafanya kazi baadhi unatumia hela vibaya sana. Ili uweze kumbana, unafanyaje? Unahakikisha ni kwamba unasimamia mfumo wako, unasimamia hela zinazokuja anaingiza kwenye mfumo. Kwa maana anaanza mtu bosi akapo nyumbani na akajua inaingia shilingi ngapi kwa lisali moja. Lakini bila mfumo unakuibiwa sana. Unakuibiwa sana. Kwa mfumo maana yake ambao upo unafanya kazi. Unafanya kazi. Umetoa ofa kabisa 20 kwa mwezi. Yes. Kwa biashara yoyote au kwenye biashara yoyote. Naona shauri hakuna biashara ndogo. Ila kuna akili ndogo unafanya biashara. Bwana, unajua changamoto ya watu wengi, hasa kwa mfano watu ambao wameajiriwa, wanajua sasa hivi kidogo watu washaanza kupata uelewa, japokuwa kuna baadhi yao bado hawajaelewa vizuri, lakini kuna baadhi ya watu wameshaanza kupata uelewa, kwa maana ya kwamba hawezi kuishi kazi moja peke yake, kwa maana hata kama ameajiriwa anataka ajiajiri sehemu nyingine, lakini sasa anakosa muda wa kumanage shughuli zote wakati mfumo na manage kwa ajili yake. Hamna muda ambao ataanza kucalculate una calculate kila kitu pale kwamba ndo mtaji faida yako ni hii. Hii faida nalipa ufanya kazi wangu, hii faida napeleka kwenye investment, inakuonesha kabisa. Kwa sababu wewe unaandika kabisa ukataka labda 15% iende kwenye investment, 15% ibaki kwenye nini. Kwa maana utakuwa unajua katika ule mfumo wako umeingiza shilingi ngapi kwa siku na unalipaje kwa wafanyakazi wako. Labda ni kama ni kwa mwezi, basi kwa mwezi unatoa hela na mfumo unaonesha kabisa umelipa wafanyakazi 11. Ama mtu anaweza kupigia simu kwamba sitalipo, mfumo unaonesha kabisa umewalipa wote. Na akaunti zao za benki ziko pale. Kwa hiyo ukifika mwisho wa mwezi hata wewe uji nani mtu okay, sawa, hela zinaenda zinafikia watu. Una shida kuongea na mtu, una shida kubishana na mtu, unaweza kaendelea na kazi zako za ajira na bado unaangalia tu kwenye simu pale. Okay, imeingia kitani. Sasa tumsaidie mtu mmoja ambaye sasa hivi anatazama, na kwa faida mtazamaji pengine amejiunga na sisi, tunajadili hapa kuhusiana na namna kutengeneza za biashara. Nipo na Mwalimu Baraka Mwajeka, yeye pia ni mwanauchumi, tunajadiliana kwa pamoja hapa tukielekea tamati, kwa sababu ndio tumetupa mkono. Tumsaidie mtu labda pengine ambaye labda ana kiasi cha fedha, ana labda 5 milioni 1, milioni 1.5, milioni 2, ana shilingi kadhaa. Mfano kwa ni wewe, ndio naambiwa bwana amekuja kwako mimi na kiasi fulani cha fedha, sija unamsaidiaje mtu kama ili moja ya watu ambao mimi walikuwa changamoto ni watu ambao anakuja na hela afaje cha kufanya. Unajua nini, hakuna kitu kibaya duniani kama kumshauri mtu biashara. Kwa sababu ya tukimshauri kifedha anaambia unaona uniambie biashara mimi, umeona sasa biashara, umeona mimi nimejaa sawa mimi. Sasa wewe ukifika pale utakuja wewe mimi na 5 sijui cha kufanya. Naambia sasa mimi ninachokifanya ni kumtriga yeye katika mawazo yake, apate wazo yeye mwenyewe. Mimi hata sasa usimeti hapo mind. Wewe si sasa na amekuja mimi ananiamini, kwa nini kimwambia atafanya? Sasa sitaki aondoke na imani yangu mimi. Niweze kutafeli hiyo biashara. Wewe vitu unapenda kufanya kitu gani? Yaani hapa nikiuza mashati hapo. Hapo fresh sana. Wewe ni biashara gani ambayo hivi ni vitu gani ambavyo watu wanalalamika mno, wanalalamika viona. Afu nataka kuvitatua ni vitu gani ambavyo ni maumivu ya watu haya. Vitu gani?
bwana watu wengi wanalalamika sana makava ya simu mabovu bwana. Mimi nakereka yani kereka namwandikia watu. Mwisho wa siku unamtajia hizo biashara zisitajia yeye mwenyewe amechagua. Wewe nenda kuzangu bwana. Sasa hii kuzangu sijataja mimi. Ni yeye mwenyewe katika yale maswali naomuuliza. Na yake nakuwa na maswali pembeni ya kumuuliza. Haya maswali yanamchokoza mtu kujua anachokipenda, kujua anataka kufanya kitu gani, hata kama alikuwa juu kabisa. Hata kama juu kabisa. Japo hii huduma ni kubwa, lazima alipie kwa kubwa. Kwa sababu uwezo kufika unasema tu mimi sijui cha kufanya. Unajua cha kufanya, mimi nakufunza cha kufanya. Mpaka tujue. Tena hapo ni process ndefu. Ameshakipenda kwa sababu kuna watu wengine wanakuja na misia zao. Mimi natamani nifanye biashara ya kamera. Ndio shilingi ngapi? 5. Hayo ni shilingi ngapi? Kamera kwa sababu simani na wewe. Yes nini? Ajui hata biashara mbaya. Ajui. Kwa nimpe kazi. Haya. Chukua hiyo 40. Nenda kwenye maduka wanauza hizo bidhaa, kaulize. Kazi? Okay, anaenda sasa. Alimbana. Lakini nusu zile bidhaa bwana. Sana zimuaje mimi nala kidogo mimi. Lakini okay. Nyingine. Mpaka tunakuja kuelewana, namaliza, naelewa. Anaondoka na biashara inayoeleweka. Ni kitu kirefu. Ndio kuelekeza pale kwamba lazima aende afanye, aulizie watu. Baada ya hapo ajue okay, nimeshaulizia watu. Je, naweza nikawaambia nataka yani wana mnaonipa hela kwa sababu watu kupa hela mara kwanza ni ngumu. Yaani hujui biashara mimi nawaza. Nimewaza hapa naona wengi hamna leso. Ndio hatuna leso, tunahitaji leso. Namba hela basi. Nipe hela nikawachukulie. Nani akupe hela? Ndio zilete. Sasa zilete katika 10. Usete 10. Sete 10 hata 5 kwanza. Hata 5 kwanza. Ukitoa 5 zika kwanza ukitoa 5. Hizi nimechukua hizi. Nimelipa. Imenipa faida. Lakini wewe katika zile 5 zoweka bado kanua mmoja. Niko hivyo watu wasania waelewekaje. Watu kipenda waeleweke. Sina anabadilika kulingana na mambo fulani wanayofanya. Kwa hiyo kama mteja mfanya biashara inabidi yeye ni mtu ambaye anakuwa anabadilika na yeye. Teknolojia inazidi kuendelea pia wewe unajua katika wakati huu ni wa teknolojia nifanye nini. Sasa kwa sababu mambo ni mengi, ningetamani kuuliza vitu vingi sana, na moja ya swali ningekuuliza ni hiyo teknolojia na mambo mtu anaweza akawata pia za biashara. Hiyo kwa sababu siku bado zipo nyingi tunaweza kujadili hapo. Sasa kwa sababu bado umetupa mkono na kama dakika moja hivi ya kuondoka hapa. Mtu anakupataje kwa maana ya kikutaka na huduma pia ambazo anazipata kutoka kwako? Nimeona hapa wewe ni mwalimu, lakini pia hapa hapo ni mwanauchumi, maana yake ni mwalimu ambaye unajikita kwenye masuala ya kiuchumi. Huduma zako zipoje na mtu anaweza akaja kufanya nini akiwa na wewe hapo? Jambo la kwanza, tuna mentorship program ambazo tunazifanya. Hizi ni private, lakini pia tuna general. Nizama private ni zile ambazo mtu muda ambao tumeupanga yeye ana vitu vingine anafanya. Kwa tuwezi kumbana. Yeye atafute muda wake ambao anauweza. Huduma ziko mpaka saa 4 usiku. Kwa kuangalia taangalia muda anauweza yeye pale. Atafute muda aweze kuja ofisini. Unaona? Tupo Kimara. Ofisi zetu, lakini pia tuna huduma za online. Hizo wanazifanya sasa hizo mara nyingi zaidi. Kuna watu wa Arusha nafanya nao. Ni vitu vingi, sio tu biashara. Mtu ajue kusudi lake, ajue kwa nini aliumba duniani. Tunafanya hizo kwa na Google Meet, nafanya na watu wa Arusha, nafanya na watu labda Kigoma, na wanalipa hizo ya masomo. Hizo inaitwa nini? Mentorship program. Lakini pia akitaka tukutane kabisa, tutakutana ofisini na tutaongea vizuri direct kwa wale ambao kwa Dar es Salaam, lakini pia kuna watu wanatoka pia Zanzibar wanakuja kabisa. Kwa mtu pia tunaandaa matukio, labda kwa mfano mwezi wa 7 tuna tukio la masuala ya kifedha, uhuru wa kifedha. Kuzungumzia masuala ya kifedha, tutakuwa na wataalamu wengine mbalimbali. Lengo ni kupata mtu ufahamu kuhusiana na fedha aweze kuelimika. Kwa hiyo tunakuwa na event nyingi sana ambapo pia kwa mtu ambaye anashinda pia kwa pale kwenye event kabisa moja kwa moja, basi anaenda live. Tunakuwa live free. Mtu sasa tunasaidia, hata kuna watu wakaniambia wasema mwalimu, hatuna hela ya kutosha sana ya kuweza wakati wa kulipa. Najua mimi kabisa tuna viwango tofauti vya watu.
na kwenye event ndio tukamaliza kila kitu. Kwa mtu anaanza kuangalia live moja kwa moja masaa 4-5, aondoka na kitu fulani ambacho kimempa mwanga. Kila mmoja alielewa, sasa anatafuta private. Lakini pia niko kwenye mitandao ya kijamii, tunazungumza, tunaweka live Facebook, tunaweka live YouTube, tunakuwa kwa Instagram, tuko TikTok, lakini pia tuko kwenye X au Twitter kwa majina ya Mwalimu Baraka Mwajeka. Sawa. Yes, na taasisi yangu inaitwa Impactful Mind. Sawa. Impactful Mind ambao sana organize vitu vyote hivi, lakini pia tuna website hapa hata ingine inaitwa Impactful Mind, www.impactfulmind.com. Ukiingia pale basi anapata, yani mtu anaingia kwenye website anapata mitandao yote hiyo kule. Anaanza kuingia YouTube, anaingia Facebook, anaingia wapi, akanikuta hata akabonyeza WhatsApp, anajamuja vile WhatsApp yote vile atakapoangalia. Lakini pia huduma ziko vizuri, na tunaangalia pia hatuwezi kufanyia huduma ambayo ni zaidi ya kiwango cha pesa ambacho uko nacho. Kwa sababu kusema kiwango cha ushauri wa biashara ni hiki, ana mtaji wa shilingi ngapi? Mwenye milioni 10 maana yake ana uwezo mkubwa sana wa fedha, ndio tunachukua 10% ile milioni 10 yake ambayo ni almost milioni 1. Unaona lengo ni nini? Kwa sababu ukifanya biashara usiyoifahamu utapata hasara, utaenda kutumia hela nyingi zaidi kuliko umeshauriwa mapema. Ndio maana kama njoo ifahamu ukaelekezwa, unashanga ningezunguka hivi tu ningefika mapema. Lakini kwa sababu hujui, ukifika sehemu ambayo hujui, yani njia ambayo ungepita ni rahisi, lakini kwa sababu hujui unataka maelekezo. Hata kama ni mtu mwingine, hata kama mtu mdogo, unaweza kumuuliza, samahani, hapa nafika hapa. Mbona sasa nisingeuliza? No, kwa sababu kuna aina ya taarifa unazohitaji ili kufanya biashara. Biashara ni mfumo tu wa taarifa. Ukiwa na taarifa za aina fulani zinaweza kusaidia. Lakini pia kuna namba ya simu kwa mtu ambaye atahitaji kulipata moja kwa moja. Kwa namba ya simu ni 0762261997. Hiyo namba ya Vodacom, hiyo pia WhatsApp. Lakini namba ya Airtel ambayo ni 0783402977. Hiyo namba ya Airtel, zote zipo WhatsApp. Kwa moja kwa moja unaweza kunipata huko, ukanitafuta muda wote ule mpaka saa 4. Nimeona mpaka saa 4. Zingatia saa 4. Na wateja na vijana saa 6. Zawadi biashara yangu na zawadi ya pia saa 6 sasa hivi. Tutaongea vizuri ukija au mapema zaidi hapa. Nasaidia wafanya biashara wengi sana. Wengi sana wanafanya vizuri. Tuna wanafunzi pia kwenye misho ya masomo yao, pia nimesoma mazima education pia natoa ushauri kwa wanafunzi wa vyuo na kuna program nyingi sana na wanavyuo huko kuelekeza pia kwa maana maisha ya shuleni, namna kuishi maisha ya shuleni, lakini pia najiandaje na maisha ya mtaani baada ya kutoka chuo. Na wengi napa challenge sana, lakini pia tunasaidia wanachuo mpaka nakuta hajaondoka da, ametoka mkoani ndio amesoma chuo na bado anabaki da, anaendeleza na maisha yake vizuri kwa sababu anapata maarifa ambayo anamsaidia yeye kusustain maisha yake nje na kwa mwanafunzi. Sawa, nikushukuru sana kwa hicho. Hapo kwa chache mtu anaweza sasa kufuatilia na tapata vingi zaidi kutokuacha vile tumevijadili hapa. Ni vichache sana kati ya vingi ambavyo unavyo. Mtazamaji, hiyo ni tuko tunajadili hapa kuhusiana na namna kutengeneza wazo la biashara, na Mwalimu Baraka Mwajeka amezungumza na sisi hapa kwa takriban muda mwingi kidogo, lakini sio mwingi sana, lakini angalau kidogo utakuwa umepata namna kuweza kuelewa vigezo gani uzingatie katika kutengeneza wazo lako la biashara, ili wazo lako la biashara liwe katika na sifa zipi amezizungumzia hapa kwa undani kabisa. Kwa matumaini yangu ni kwamba utakuwa angalau umeweza kupata namna fulani vya kuelewa kwamba wazo la biashara lipoje na inakuwa na sifa gani. Tukutane siku ya kesho kuanzia asubuhi hapa saa 1 kamili. Mimi naitwa Bushiba, kwa niaba ya kufanikisha maandalizi ya kipindi hiki, kutokea asubuhi njema. Kwaheri.